kwa usajili wewe. Usajili gani? Usajili alisema amefanya yeye. Bwana alisema hivyo. Mheshimiwa Malini. Malini alisema leo alifanya yeye usajili. Sasa hiyo kitu ilikuwa hajaongea kwamba usajili amefanya yeye. Ghafla anaona ma-influencer kina GB na nani wanaanza kusema bana Mo ndo mwenye matatizo, wakati Mangungu mwenyewe kuhusu Mo hajaongea kitu chochote. Eti bana Malini aliongea? Hajaongea. Sasa kwa nini ghafla kitu hakina mantiki, hakina sababu? Eleweni hapo wana Simba. Mtu ghafla anaanza kusema bana Mangungu apewe mitano. Kwa mantiki gani? Umeona kitu gani? Mimi nilikuwa hapo kwenye mkutano, sio kwamba nimehadisiwa. Lakini simlitamani Chama arudi, pengine labda ndio hivyo ambavyo apepewe. Yaani kwa Chama, yaani apepewe kwa Chama. Simlimtaka mashabiki. Mbona kusema kwamba Chama amemsajili yeye? Kama unaniambia kwamba eti Chama tulikuwa namtaka, je, Mangungu ndo alimsajili Chama? Mbona kutuambia kwenye mkutano? Chama kaomba mwenyewe. Sasa mnamwimba leo. Hebu kuna kitu gani hapo? Kuna kitu gani? Hebu jiulizeni waandishi wana Simba kwamba hao akina Mo, huyu daktari wa mchongo, huyu GB 64, huyu pasi milioni mchungaji, leo wanasema kwamba Mo aondoke na abaki Mangungu kwa lipi? Na leo mnasema apepewe kwa lipi? Kitu gani imefanyiwa? Kuna jambo. Kwa kifupi tu nadhani ni jambo gani ili na wengine nao pia waweze kupata nafasi ya kuzungumza. Sasa si ndio uchawa tunauita huo? Ndio uchawa huu, ndio huu. Huu ndio uchawa. Kwa hiyo amelamba kibunda. Mimi siwezi kusema hivyo. Sijaona. Sasa mna uhakika gani sasa? Pengine labda kila mmoja anakuwa na maoni yake, lakini sikiliza, maoni yanakuja ghafla. Eti bwana mwandishi wana Simba jamani. Maoni yanakuja ghafla tu. Leo unasema Mangungu hafai, Mangungu aondoke. Kesho unaanza kumtetea. Yaani maoni yanakuja tu ghafla. Kwa kipi ulikiona wewe? Labda kuna sababu zao ambazo wameziona kwamba ziko sahihi. Ipi? Mimi nilikuwa kwenye mkutano. Mheshimiwa huyu alikuwa kwenye mkutano. Ungepata nafasi ya kuwauliza hao ambao wanaosema Mangungu apepewe, wangekwambia pengine. Siwezi nikawauliza wachawa. Kwani wewe huwezi siwezi kukaa nao. Huwezi kuwasiliana na Dr. Mo. Sasa nisikilize. Mimi baada ya hapo mkutano ulivyoisha, kuna baadhi kwa mfano ya wa-influencer walikuwepo pale, wananiambia Muhindi, kwa nini umekuwa mkali sana? Ilikuwa haistahili uongee na mwenyekiti namna hiyo. Ambia yaani sasa mnaanza kunifundisha. Niye wenyewe mmeniingiza kwenye group. Si mlitaka au mlikuwa na nia ya kwamba bwana huyu tumsomeshe, wakusaundishe huyu Muhindi tumsaundishe aokote awe upande wetu, lakini la hasha, siwezi. Kwani wale wanaokota? Mimi sijasema hivyo na siwezi kukiri hivyo. Siwezi kukiri kitu ambacho sijakiona. Lakini mwenendo wao huo wanaoenda nao sio sahihi. Mnakuwa mnaisaliti Simba. Viongozi tunawapigia kelele kila siku. Hata sasa huo ugonjwa umekuja kwa wanachama na washabiki, ambacho kinaumiza. Mwindi, kama mdau wa soka, unalizungumziaje tukio ambalo limetokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambalo amefanywa mwenyekiti wa klabu ya Simba? Hiyo achana nayo kwanza. Acha nimalize ya kwangu. Usiniingilie. Acha nimalize ambacho nataka kuongea mimi kwanza. Baada ya hapo kuna watu wengine wakaniambia Muhindi, hiyo kwamba kwa nini umekuwa mkali? Nikaambia kama mmeamua kuniita kwenye mkutano mimi, na kama mmeona niko hivyo, msingeniita. Ita. Kwani mlitegemea nini kuniita mimi? Akaona huyu Muhindi mwiba tayari mkubwa. Huyu amenyoka na hapindishwi. Wakani left shot tena kwenye group. Nisikilizeni wana Simba. Nisikilizeni hilo.
Baadaye kunileftisha tena kwenye grupu, nikasema jamani, mimi na hao watu, mimi nimefanya nini? Nakosa gani? Mara ya kwanza wamenileftisha, mara ya pili wamenileftisha, nikampigia huyu daktari wa mchongo, mnafiki huyu, kaambia wewe, nampigia hapokei simu yangu, nimempigia karibu mara 3, hakupokea simu zangu. Hatua niliyochukua tena, watu ambao wako kwenye grupu, watu kama 4 5, akina GB Mnandi na wengine, kuna shabiki la Kafu, nikawasiliana nao, nikaambia jamani, huyu msaliti mkubwa, mnafiki mkubwa, leo kwa nini kila wakati anakuwa na maamuzi yeye ya kuniondoa kwenye grupu? Yeye kama nani? Yeye kama nani? Yeye nie mpaka leo kimya, mpaka leo kimya. Baadaye kukaa kimya, mimi nikaona sasa kuna umuhimu sana kama mwana Simba ambaye na uchungu na klabu yangu, nijitokeze kwa vyombo vya habari niwaeleze hicho nilichokikuta jana usiku saa 7. Wana Simba nisikilizeni. Jana usiku saa 7 huyu daktari wa mchongo ananipigia simu. Usiku ya saa ngapi hiyo? Saa 7. Dr. Moyo. Mimi simjui kama yeye daktari bwana. Wewe umemuuliza na vyeti ya daktari? Wewe unapomtaja daktari, wewe umemuuliza na vyeti vya daktari? Tuendelee. Achana nayo. Mimi alivyonipigia simu nikakuta miss call yake saa 7 hiyo. Nikampigia. Nilipoikuta miss call, nikamwambia unasemaje? Hapo kichwa kimesha waka. Akaniambia bwana, kesho usiongee. Kaambia wewe kama nani kunikatalia mimi? Wewe ni nani kunikatalia mimi? Wewe huna lolote wala huna chochote. Mimi nitaongea na nitakuchafua na nitawaambia Watanzania wana Simba kwamba wewe ni mnafiki. Hiyo njaa itakuua. Akaniambia kwamba polisi watakuja kukushika. Sikilizeni wana Simba. Kaambia unanitisha mimi? Umegusa pabaya. Kama unaonea wengine sio mimi. Naweza nikakununua nikakuuza kwa hasara. Naweza nikakununua afu nakuuza kwa hasara. Huyu namuuza ana lolote. Ana vigezo gani? Mtapeli tu. Nikamwambia, nikakata simu. Nilipokata simu asubuhi kwa ajili ya usalama wangu, nikaona niende Central. Nimeenda Central, waandishi, mimi nashukuru